hii ni Mshua Online TV na bado tunaendelea kuzungumza na vijana, na issue yetu, mada yetu ya leo ni ile ile. Tunataka kuzungumzia kuhusu swala zima la ushoga au usagaji, yani mapenzi ya jinsia moja. Ni kitu ambacho tunakizungumzia leo. Kitu gani kifanyike kwa serikali ili kutokomeza kabisa jambo hili na kupoteza kabisa. Yani Tanzania ukitaja hicho kitu kinakuwa ni historia. Kwa ni kitu ambacho tunajaribu kuzungumza na tuweze kupata mawazo tofauti. Yes, mambo vipi? Safi mko kwema? Shwari bana. Kwa majina unafahamika kama nani kwa watu wasokujua? Kwa maana mimi na Abubakar. Abubakar bana, kuna changamoto moja ambayo iko hapa. Masuala ya mapenzi ya jinsia moja Tanzania. Ni kitu ambacho naona kama kinazungumziwa basi kizungumziwi sana, au kama kimesaulika fulani. Ni kitu gani ambacho unahisi kifanyike ili kitokomeze kabisa swala hili la mapenzi ya jinsia moja kulimaliza hapa Tanzania? Unafikiri ni kitu gani kifanyike? Na wewe ushakuonana na mtu wa sampuli hiyo, ama hebu tueleze kwa namna ambayo unafahamu? Sio kuonana wapo, nafahamu. Lakini mimi nasema sio janga, kwa sababu inaweza kufanya, yani kudhibitika inawezekana. Kwa sababu tumeona watu wamefanya na wameweza. Lakini changamoto inakuja sehemu moja, wakati mwingine serikali inalaumiwa. Kwa sababu ukiangalia sababu kubwa ya ushoga, vijana wengi tunahitaji mafanikio ya haraka. Yani tamaa inawaponza wengi sana kwenye maisha. Unajua mtu anahitaji kuwa na gari nzuri, anahitaji kuvaa vizuri, kupendeza. Sasa hiyo vitu vyote ni process, lakini mtu anataka tu alale amke kesho au hivyo. Sasa na kwa hali jinsi ilivyo, mtu hawezi tu kukupa vitu vyako yani kirahisi namna hiyo. Hiyo inapelekea vijana wengi kuharibika na kuingia kwenye hilo kundi la ushoga. Lakini kwa serikali nafasi yao kama ikiamua inaweza, mimi naamini, lakini bado haijaamua. Majirani zetu, kwa mzee wangu hapo Yoweri Kaguta Museveni alitangaza, alikwenda stesheni ya taifa kama TBC1 kwa Tanzania, akasema kama anafauliwa umwizi na wananchi ndivyo shoga auawe. Just imagine. Baada ile kauli kama rais kutangaza, na ndio topo wa nchi, mataifa kuna baadhi ya mataifa ya Ulaya yalifunga misaada kwenda nchi ya Uganda pamoja na Marekani. Yani walizuia misaada kwa sababu wanasema kwamba mnapinga haki za kibinadamu. Haki ipi? Hii ya mapenzi ya jinsia moja. Basi hiyo misaada kama mnaleta kwa sababu hiyo, mimi sihitaji. Lakini mimi kama kiongozi wa nchi yangu hii nasema shoga auawe. Rais amezungumza na tunafahamu kwamba kauli ya rais ni amri, lazima itendewe kazi. Uganda hakuna shoga. Wewe unamjua shoga hata mmoja TikTok wa Uganda? Naambia huyu hapa nionyeshe huyu bwana ushoga from Uganda. Au nchi nyingine Senegal. Na Senegal sije kasubutu. Kwa sababu Senegal 97% ni Waislamu. Nchi ya Senegal. Sasa ukileta uhanithi unaona kuhanithi vile vile. Ushanifahamu Kwa hiyo kama serikali inaweza, kama Uganda umeweza, kwani Uganda sipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki? Na wanakutana viongozi katika Arusha, nafikiri last week walikutana Arusha kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni swala tu, bwana, nyinyi zote mmewezaje kuweza kudhibiti hii hali? Mimi niliamua tu siku moja nilala tu asubuhi nikaamka nikasema mashoga wao. Kwa mantiki hiyo unatamani sheria hiyo ije hapa? Sio natamani, mimi tu uwezo sina. Kama nasijekata mama na mimi binadamu, kama nalala kesho naamka na koja waziri mkuu na mimi nitafanya kazi siku 3. Maana jambo la kwanza nikiala kutangaza ndio hilo. Nikiapishwa tu. La kwanza hilo. Jambo na nikiala sana hilo. Hilo khanithi. Hiyo ngitamini tangaza hiyo, wauawe. Kwa sababu hata kusema wakamatwa wapeleke jela watakao watatoka watarudi na mtaani. Wafe. Maana mtu akifa arudi. Kwa mawazo yako kwa serikali ipitishwe sheria kabisa ya mashoga wao. Yani hiyo rahisi. Yani iko hivyo. Kama mtu akichana picha rais anashtakiwa, mtu akichana pesa maana yake zile ni mali ya nini? Ya serikali. Maana yake nawe kugudulika wewe shoga. Kama Waarabu tu. Benjamin Mkapa pale watu wanakusanywa, unapigwa vyuma au unanyongwa mpaka kufa. Jambo limekwisha. Na maiti hapa baba yako ndo kuzika. Hiyo meto na kuziko na serikali. Tunazikaje? Sisi tunajua tunaikatakata vipande kwenye viroba mamba Rufiji.
jambo jepesi, lakini ikiamua serikali, nimekutolea mifano serikali ambazo zimeamua na wameweza. Kwa hiyo yani katika maisha sio yani jambo ni kuamua tu. Nataka jambo fulani lisiwepo, basi alipo. Nikumbushe tukio moja. Dar es Salaam tarehe 29 30 mliambiwa saa 12 hakuna mtu kuonekana barabarani. Na ilifanyika hilo. Sasa umeelewa kama jambo watu wakiamua wanaweza kufanya. Kwa hiyo ni maamuzi tu mkuu hapo. Hiyo haina. Kwa hiyo kwa mtazamo wako swala hili ni sio gumu kwa serikali kama wakiamua kulifanyia kazi. Swala jepesi mno. Jeupe, yani sio unasema hii swala jeupe. Jepesi mno. Kama nchi zinaendelea zina uwezo kila mwananchi kiacha huko kwa sababu huko pengine Afrika nini hapa Libya iko Afrika Muammar Gaddafi alikuwa kwamba kila mwananchi katika ile nchi alikuwa na account ya benki. Kila mwisho wa mwezi anaingiziwa posho. Serikali imefanya nini hapo? Imeamua na inaweza. Sasa kama kugawa pesa inaweza kudhibiti watu na inashindwa. Kama mliambiwa mle saa 12 mkaala. Na kama ndo natubana watu kama mnajua naona mimi nitapewa naona mimi nitapeleka nyumba moja na useme nikufananisha kwa sababu nakuta barabarani kama tunaogomba na kasema nini hanithi vile maana hata ninavyotemea mimi silielewi nyinyi mchukueni kwanza mkamchunguze na kizuri ni kwamba shoga sio paka umuone akiwa anafanya kwa sababu ukimwangalia tu mtu kama ni mwanaume lakini ana vitu ambavyo unajua ni mtu namna gani. Kwa hiyo kama serikali itaamua inaweza kufanya. Okay, bana hii ni Mshu Online TV na bado mjadala wetu unaona unazidi kupamba moto kwa sababu naona ni mada ambayo imewashika watu na watu wengi wanatamani kuzungumzia kuhusu swala hili la ushoga. Ni kitu ambacho kinaonekana watu wengi wapendezwi nacho na wanatamani kipotee kabisa katika taifa letu. Tutaendelea kuzungumza na watu wengine tuweze kupata mawazo ya watu tofauti. Hii ni Mshu Online TV.